Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu wapendwa watazamaji wa chaneli yetu ya Bahari ya Tiba na Dua. Kwa hakika tumekutana tena hapa kuweza kuelimishana mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na tiba na mambo mbali ya kuweza kutusaidia katika maisha yetu na katika harakati zetu tulizokuwa nazo za kimaisha. Sasa leo hii ningependa ni waelimisheni njia ya kupima matatizo mbalimbali kwa kutumia Qur'ani, na hasa kwa ile herufi ambayo itakayojitokeza katika utaratibu ambao nitakaoelimisha hapa katika chaneli yetu. Na hii ni njia ambayo ni nzuri sana, ambayo ukitaka kufanya jambo, kwa mfano umetatizika juu ya jambo lolote lile, kwa mfano labda ni safari au unataka ufanye jambo lolote lile la kimaisha kama biashara, au unataka uoe, lakini unataka uolewe pia na unataka kujua kwamba jambo hilo lipo vipi. Sasa unaweza ukapima jambo hilo na ukaweza kupata majibu we mwenyewe, au nikakusaidia huku nilipo kuweza kukupimia jambo lako, kukufanyia hii istikhara ambayo ni istikhara kwa kutumia herufi za Qur'ani. Istikhara kama istikhara kuna njia nyingi sana. Kuna istikhara ya kufanya kwa kutumia kuswali raka 2 na kusoma dua ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Lakini istikhara ipo nyingine pia, au zipo nyingi tofauti tofauti. Kwa mfano kuna ambayo ya kutumia tasbihi. Unaweza kutumia tasbihi alafu ukajua jambo unataka kulifanya kwamba mwisho wake hilo jambo ni nini. Na unaweza pia ukatumia Qur'ani, lakini pia unaweza kutumia karatasi. Ziko njia za kutumia karatasi na zipo njia pia za kutumia uradi kufanya istikhara. Maana istikhara inakuwa ni kupima jambo, kupata msaada wa Mwenyezi Mungu na kuonyeshwa kwamba jambo hilo ukitaka kulifanya liko namna gani. Na hii ni muhimu sana kulifanya jambo kwa kuanza na istikhara, kwa sababu unaweza ukafanya jambo ukaliona kwako linaweza kuwa zuri, lakini matokeo yake linakuja kukuadhibu we mwenyewe au linakuja kukuletea madhara makubwa sana. Hivyo basi nimeona kwamba tumie fursa hii kuweza kuelekezana namna ya kufanya istikhara kwa kutumia Al-Qur'anul Karim, na hasa kwa ile herufi ambayo itakayojitokeza. Na insha Allah taala kuna kitabu hapa ambacho kitabu hicho tunakiuza kwa yule mwenye ukitaka kutumiwa kokote alipo, lakini pia PDF pia ipo ambayo itaelezea kwamba utapokuwa unapata majibu basi uweze kusoma majibu yako wewe mwenyewe, kwamba utasomaje yale majibu yako. Hii ni Qur'ani tukufu, kitabu ambacho kisichokuwa na shaka ndani yake. Sasa mwenye kutaka kufanya istikhara kwa kutumia Qur'ani, mwenye kutaka kufanya istikhara kwa kutumia Qur'ani, anachotakiwa cha kwanza asome suratul Fatiha mara 3. Kwanza ageukie kibla, asome suratul Fatiha mara 3. Suratul Fatiha inafahamika: Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Aisome mara 3 suratul Fatiha, asome mara 3. Kisha baada ya hapo asome suratul Ikhlas. Ikhlas maana yake ni suratul Qul huwallahu, suratul Ikhlas, wengine wanaita suratul Tauhidi. Unasoma mara 3: Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yani soma kwa ustaarabu kabisa, pole pole, usisome haraka haraka. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Soma pole pole, soma kwa ustaarabu, kwa umakini kabisa. Suratul Ikhlas utaisoma mara 3, na baada ya kusoma suratul Ikhlas ambayo ndio Qul huwallahu, utasema maneno yafuatayo: Bismillahir Rahmanir Rahim, yote yako kwenye kitabu. Allahumma inni tawakkaltu alayka wa tafa'altu bikitabikal karim fa'arini ma huwa maktubun fi sirrikal maknun wa fi ghaibikal maknun ya dhal jalali wal ikram. Allahumma inni tawakkaltu alayka
watafa'altu bikitabika alkarim faarini ma huwa maktubun fi sirrika almaknuni wa fi ghaibika almaknuni ya dhal jalali wal ikram. Sawa, utasema maneno hayo mara moja tu, yani baada ya kusoma suratul Fatiha mara 3 utasoma suratul Tauhid mara 3, yani kul Allahu mara 3, alafu utasema haya maneno mara moja. Kisha utachofanya, huu ndo msahafu wako, ndo Qur'ani. Utachofanya wakati unasoma utakuwa umeufunga, yani wakati ule wote unasoma msahafu wako utakuwa upo katika hali ya kufungwa. Sasa utapokuwa umeshamaliza kusoma, utachokifanya ni kufungua huu msahafu kokote kule. Uweze ukafumba macho, usifumbe macho, yote sawa. Unafungua kokote pale, pap, mara moja tu. Ukishafungua namna hii, kinachotakiwa ni uhesabu karatasi 7. Karatasi 7. Umeshafungua namna hii, basi unaanza hapa. Hii inakuwa ni karatasi ya kwanza, karatasi ya pili, karatasi ya 3, karatasi ya 4, karatasi ya 5, karatasi ya 6, karatasi ya 7. Sawa, karatasi ya 7 ndio hii. Ukishamaliza hiyo karatasi ya 7, unaangalia upande huu unaofuata huko, yani kama kwenye karatasi ya 8 unaangalia huku. Sasa unachofanya unahesabu mistari 7. Sasa hapa nisikize kwa makini, kuna watu wengine wanachanganya, anahesabu aya 7, mistari 7. Mistari 7 maana yake huu unakuwa ni mmoja, bila kujali kwamba aya itakuwa imeishia huku chini au imeishia wapi. Hii inahesabika kama mstari wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7. Sawa? Sasa katika huu mstari wa 7 unaangalia hapa mwanzo kumeanza na herufi gani? Umeona hapa? Hapa imeanza na herufi ya alif. Narudia tena. Mfano umeshamaliza kusoma, ukasema sasa ngoja nafungua, ukafungua. Umeshafungua hapa. Sasa unaanza, huu ni karatasi ya kwanza, unahesabu ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Unaangalia upande huu sasa. Baada ya kwamba hii ndio ya 7, unaangalia upande huu, unahesabu mistari 7. So aya 7, mistari 7. 1 2 3 4 5 6 7. Umeona hapa ni neno la fasadata na imeanza na lam. Sawa, imeanza na lam. Sasa hapa hii herufi utaifanyia kazi ni herufi iliyoanzia hapa katika huu mstari wa 7. Herufi iliyoanzia hapa ndio ambayo itakupa jibu ya jambo lako unalotaka kufanya. Mfano unataka kuoa au unataka kuolewa au unataka kufanya biashara au unataka kusafiri. Sasa unaangalia herufi iliyojitokeza ni herufi gani? Kwa mfano hapa imejitokeza lam. Ikitokeza lam maana yake nini? Ndio hapa kuna umuhimu pia uweze kupata hichi kitabu ambacho kitakuelezea kwamba ikitokeza alifu maana yake nini, ikitokeza be maana yake nini, ikitokeza lamu nini tafsiri yake. Maana yake ikitokeza lamu hapa imeanza na lam, herufi lam la fasadata, maana yake yatayassar amrahu wa yuqhar a'daahu au yaqhar a'daahu, mambo yake yatakuwa ni mepesi au jambo lako hilo litakuwa jepesi, na pia maadui zako ambao wanakuwinda, basi maadui hao utawashinda. Jibu maana yake hivi kwamba mambo yako yatakuwa mepesi na hao maadui zako wanaokufuatilia utawashinda. Kwa hiyo ikitokea aini maana yake kuna jibu lake, ikitokea ta kuna jibu lake, ikitokea imeanza na swadi kuna jibu lake, ikitokea imeanza na dhad kuna jibu lake, ikitokea imeanza na kafu kuna jibu lake, ikitokea imeanza na ha kuna jibu lake, ikitokea imeanza na wau kuna jibu lake. Kwa hiyo kila inavyojitokeza, litapojitokeza pale herufi yote inayojitokeza katika mstari wa 7, yani inayeanza pale katika mstari wa 7, basi pale pale utakuwa umepata jibu lako. Sasa hii ni njia ambayo watu watumie kwenye kutatua matatizo mbalimbali na kwenye shida mbalimbali. Kufanya istikhara kama hizi ni muhimu.
unakuwa unajua mwongozo wa jambo lako kwamba jambo hili mimi nitalifanyia kazi hivi, nitalifanyia kazi hivi, nitalifanyia kazi hivi, ili uweze kufanikiwa katika mambo yako. Kwa haya machache, nashukuruni sana kwa kunisikiliza. Alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.